Tumsifu Yesu Kristo, milele amina. Wapendwa katika Kristo, ningependa kutumia muda huu mfupi kufundishana, kuelekezana mambo machache kuhusiana na imani yetu ya Kikristo, hususani sisi Wakatoliki. Na kipindi hiki ikiwa katika majira haya ya Kwaresma, yapo mambo kadhaa ambayo yanahitaji kupata ufafanuzi mzuri ili tuweze kupita sawasawa katika kipindi hiki cha Kwaresma. Ni kipindi cha toba, kipindi ambacho kinatuandaa kwa adhimisho kubwa kabisa katika imani yetu, yaani Pasaka ya Bwana. Na hiyo yako mambo kadhaa ambayo tunasisitiziwa katika kipindi hiki, na kimsingi yako mambo matatu makubwa: ya kipindi cha kufunga, kipindi cha kusali na kipindi cha kufanya matendo ya huruma au kutoa sadaka. Leo hii au katika nafasi hii ninapenda nizungumze kwa upana kuhusiana na swala hili la kufunga, kwa sababu kwa sehemu kubwa limekuwa linachanganya watu, na wakati mwingine watu huwa na visingizio vingine ambavyo vinatuondoa katika kweli na tunavyoelekezwa kufunga namna gani. Mpaka leo hii katika kanisa Katoliki, na naomba hapa nieleweke, ninazungumzia kanisa Katoliki na tunavyofundishwa namna ya kufunga. Mpaka sasa kwenye kanisa Katoliki, barua ambayo inatuongoza kutoka katika kanisa ni barua iliyoandikwa na Baba Mtakatifu Paulo wa sita, mwishoni mwa miaka ya 1960, ambapo katika barua yake hiyo alisisitiza na akatoa maelekezo kadhaa ambayo yalikuwa yanahusiana na kufunga. Na katika barua yake hiyo alionyesha kwa nini tunafunga, funga namna gani, mambo ya kuyaepuka, ili basi tuweze kupita vizuri katika fungu huu. Baadaye katika sheria za kanisa Katoliki, sheria ya kitabu cha sheria au mkusanyo wa sheria wa mwaka 1983 ukaweka wazi kabisa hiyo amri ya kufunga, ambayo kila Mkristo Mkatoliki ambaye anakuwa ametimiza miaka 18 na kuendelea analazimika. Hilo ni jambo ambalo naomba nilisema waziwazi kwamba si jambo la hiari. Wakati mwingine unakuwa unaongea na Mkatoliki, unamuuliza umefunga, anakushangaa. Watu wanafikiri kwamba ni kitu cha kusikia tu, kumbe kipindi cha Kwaresma tunafunga na lazima tufunge. Sasa tunafunga nini na tunafunga namna gani na ni nini tunataka kufunga? Hilo ndio ambalo nataka nilieleze kidogo kwa upana. La kwanza, tunafunga nini? Neno la kufunga au tendo la kufunga kuna neno la Kiingereza fast. Na what is to fast? Ni to abstain from food, ni kuacha chakula, manake kuto kula chakula. Sasa kabla sijaeleza mambo mengine ambayo yatajulikana huko au yanachanganya watu, naomba nieleze maelekezo mimi na kanisa katika kufunga. Unaacha chakula namna gani? Kanisa linatufundisha hivi kwamba wakati wa kufunga unaruhusiwa kula mlo mmoja kamili. Kwa kawaida yule mtu anayepata chakula kawaida unazoea kuwa na milo mitatu: ya kunywa chai asubuhi, kifungua kinywa, utapata chakula cha mchana, na baadaye utakula chakula cha jioni. Kwa watu ambao yani ni ile rhythm ya kawaida au mwendo wa kawaida wa kula. Lakini kwenye wakati wa kufunga hiyo rhythm inataka ipotee. Hii ni maelekezo ya sisi wa Katoliki, na naomba niseme kwa nini nasisitiza sisi wa Katoliki, kwa sababu tunaishi kwenye jamii ambayo inayo influence ya madini nyingine na madhehebu mengine na namna nyingine za kufunga. Sasa hizo tuziache na tusidharau,
na hata tunapata kuziiga, tunaweza tukaziiga, hakuna shida, sababu nayo ni kufunga. Lakini wewe Mkatoliki unaelekezwa nini? Kula mlo mmoja kamili. Je, huyu mlo mmoja kamili ni saa ngapi? Ni uamuzi wako. Pengine ni chai ya asubuhi iwe katika ukamilifu wake, au ni chakula cha mchana, au ni jioni. Na ndio maana hakuna kusema kwamba kanisa Katoliki tunafunga kwa muda fulani, tunaweza kufunga saa ngapi mpaka saa ngapi. Siku yetu haipo hiyo, sababu ni mlo mmoja kamili. La pili, milo mingine ile tunaambiwa unaweza ukaacha usiitumie, au ukatumia kidogo sana, si katika namna ya kawaida. Hayo ndio maelekezo ya kanisa na si vinginevyo. Jambo la tatu katika kufunga hapo ni quality au ile hadhi ya chakula na kiwango cha chakula hakitaki kufanana na kile cha kawaida. Umezoea kula pengine asubuhi unakula chapati 3, au vijana wangu pale chuo kikuu atakuwa nakula chapati 5, basi anapunguza na kula pamoja. Labda umezoea kula ugali labda nusu kilo, kama unaweza, sijui kama kweli ipo, basi manake unapunguza. Maki ni content. Quality manake ni ile hadhi ya chakula. Wengine wamekuwa wanachemsha tu, au akifanane akiwi na ile uvutio kama uliokuwa wa kawaida. Sasa hiyo quality na quantity ni katika ile milo mingine ambayo unaweza kuitumia kama unaona kwamba wewe huwezi kufunga kabisa kwa chakula kabisa. Ile ule mlo kamili wewe unaendelea kula kama ulivyo kwa ukamilifu wake. Kwa hiyo unaposema kwamba sehemu nyingine zile kutumia lugha ya mtaani unasema kama unakazia swaumu, maana yake unakula kidogo, lakini inashauriwa usijidekeze, yaani usitumie kwamba ni kama uchochoro. Kufunga lazima usikie maumivu, lazima usikie mateso, lazima usikie kuhangaika, sawa? Kwa hiyo ndio tunavyoelekezwa na kanisa Katoliki na si vinginevyo. Kwa hiyo tusisitize katika hilo, na naomba watu wanapokea hilo kwa kanisa linavyotuelekeza. Jambo la pili, kwa nini tunafunga? Tunafunga kwa kweli, jambo la kwanza kwa kufunga ni tendo la ibada, na tunamfuata mfano Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe alifunga. Tunasoma katika kitabu cha Injili ya Mathayo, Injili ya Luka, hata Marko anagusia alifunga siku 40 mchana na usiku bila kula. Kwa hiyo tendo la kufunga kwanza, asili yake na nguvu yake tunalipata kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na sisi ndio wafuasi wake, tunafuata njia yake. Kwa nini alifunga? Kufunga ni tendo ambalo linakufanya wewe ukose ndani ya mwili wako, na matokeo yake sasa, kwa sababu unapokosa hivyo unaweka tegemezi lako mahali pengine. Manake umekosa chakula, umekosa katika mwili, sasa unajitegemeza kwa Mwenyezi Mungu. Kwa ni tendo ambalo linakupeleka katika safari ya toba, safari ya kujiunganisha na Mwenyezi Mungu, safari ya kumkaribia Mungu zaidi. Manake kuachana na vile vya kidunia, kuachana na vile vya kiulimwengu, kuachana na vile ambavyo tumevizoea, na niwe peke yangu na Mungu. Nimegusia mwanzoni kwamba unapofunga utateseka, utahangaika, utakosa. Hii inakusaidia vile vile kuweza kuhisi na kuonja mateso yale ambayo unakosa. Nafanya hilo linaingiza tukio lingine la pili na wakati wa Kwaresma, ukarimu. Huwezi kufanya mtu ukarimu kama ujui anateseka namna gani. Hapa tunazungumza kitu kimoja tulikuwa tunataniana zamani, tunasema kwamba watoto matajiri pengine neno njaa wanaliona kwenye kamusi, sababu nyumbani kwa kuna kila kitu, akila kidogo una juisi, akienda hivi kuna keki. Kwa hiyo au ni njaa katika maisha yake, lakini anapofunga manake anasikia mateso, anajua fulani akiteseka, akiwa na njaa anateseka namna hii, maki itatengeneza upendo, itatengeneza ule moyo kwenda kumsaidia, kwenda kumgusa huyu mtu ambaye anahangaika. Lakini la tatu, nafunga kutengeneza discipline, nidhamu ndani ya mwili wetu. Mwili unatamani, mwili unataka vitu. Utasikia njaa, utatamani chakula, utasikia kiu, utatamani kinywaji,
utasikia pengine sijui joto kali utataka ujimimine maji na kadhalika na kadhalika. Maana hayo ni mahitaji, ni matakwa ya kimwili. Sasa unapofunga mpaka utasikia njaa, sasa unajikatalia siri, unateseka, unahangaika. Matokeo yake kwamba mwili wako utaanza kuzoea kwamba sio kile utakaposikia njaa ni lazima ule, sio kile utakapohitaji lazima utimize ile hitaji. Wakati mwingine unaweza ukaliacha kwa ajili ya upendo, kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo inakutengenezea nidhamu ndani mwako. Sasa ukiona ikishatengeneza nidhamu hiyo, maanake hata kwenye maovu, tunapofanya uovu, maanake ni mwili unatamani, sio roho yako inayotamani, ni mwili unatamani, unataka kuchuchumilia ile aina ya uovu. Ukishakuwa na ile uwezo wa kushinda yale mahitaji ya kimwili, mahitaji ya ndani, maanake hata hili la uovu utaweza kulishinda. Tegemea nidhamu ya kujikatalia kitu fulani ambacho pengine unakitamani na kitaka. Sawa. Na hapo nataka kufunga tena, nizungumzie kitu kingine. Watu wanasemaga mimi sijafunga chakula lakini nimefunga si dhambi. Hatufungi dhambi, unaacha dhambi. Unafunga ili tukaribu na Mwenyezi Mungu, tujitengeneze nidhamu, na matokeo yake tuache dhambi. Tuache dhambi ndio lengo hasa la kipindi cha Kwaresma, kufanya toba na kuacha dhambi na kumrudia Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni la msingi sana ambalo tunapaswa kulifahamu katika maisha yetu, hasa katika tendo hili la kufunga. Jambo la pili, kufunga kwetu matokeo yake yanapaswa kuwa ni matokeo ya kiroho, matokeo ya ndani. Manake haufungi ukahangaika ukajitesa, afu mwisho wa siku hakuna mabadiliko yoyote katika maisha yako, katika mwenendo wako wa kiroho. Ni sasa na kusema kwamba ulikuwa unashinda na njaa tu, ulikuwa unajiumiza bure tu. Kwanza ni kama ukatili kwa mwili wako. Unaona, sababu wako watu ambao wanapita siku wanajala chakula mpaka jioni, ili hajafunga yeye. Kwa hiyo kumbe lengo la kufunga ni mabadiliko ya ndani, mabadiliko ya kiroho. Ili turudi moja kwa moja katika masomo ambayo tunayasoma mwanzoni wa kipindi cha Kwaresma. Nabii Yoeli anasema nini? Rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu. Maanake cha kwanza, kabla hujafanya uamuzi wa kufunga, anza kurarua moyo. Moyo uanze kufunga, moyo uanze hiyo safari kutoka ndani. Maana lazima uweke makusudi, madhumuni ya kwa nini ninafunga, kwa nini napita katika toba yangu hii, ili kwamba ili funga yako ya nje iweze kuleta faida ndani. Ndio maana Isaya katika sura ya 58 anavyoandika na lalamika, anasema kwamba somo yangu sio hii ya kutaka kuonekana tu nje ya watu. Nataka mimi ni kuvunja mila za dhambi, kwa kugawiwa chakula ambao hawana na kadhalika na kadhalika. Lakini somo ile ikufanye uweze kuwa umetenda yaliyo mema, na hili ndio ambalo linatuletea changamoto sana leo hii. Wengi wetu tunaingia katika mfungo, wakati mwingine ni kama fashion. Umefika Kwaresma, ndugu zetu Waislamu umefika Ramadhani, basi tumefunga. Lakini je, inakuwa faida gani katika maisha yako kiroho? Hilo linatupa changamoto sana. Nilikuwa naongea katika kwenye ibada ya misa, nikawaambia watu, hivi zimepita Kwaresma ngapi? Zimepita Ramadhani ngapi? Kwa maovu yaishi. Kwa nini? Kwa sababu kubwa vile vile, kwa sababu tutapita katika vipindi hivi kama fashion tu, kama style tu za maisha. Matokeo yake ndio ikuta kwamba hatufanyi mfungo katika namna inayostahili. Kwa hiyo tunapofanya mfungo wetu, kwa kweli nawaalika kwanza tuanze na ndani ya roho zetu. Tusifanye kwa ajili ya kuonekana. Ndio maana hata siku ile yote majivu ile somo la Injili, usifanye mambo mema ili uweze kuonekana au uweze kupata thawabu kutoka kwa Baba yako aliye mbinguni. Hayo ndio msingi sana ya kusisitiza, ndio msingi sana kuelewa ili uweze kufunga vizuri. Jambo la mwisho ambalo ningependa kulisisitiza, tuepuke kusikiliza au kuathiriwa
na watu ambao wana namna tofauti za kiimani kama sisi. Hatukatazi kuwaiga katika mazuri wanayoyafanya, lakini ufuate maelekezo tunapewa na kanisa. Hata wakituambia kwamba sisi tufungi, sawa, sisi tufungi, lakini sisi tunajua tunafunga, tunajua tunafanya safari ya toba, na baada ya siku hizi 40 tunajua kwamba tutakuwa tushajirekebisha na tutakuwa tumerudi kwa Mungu wetu. Ningependa kuwashirikisha hilo tu kwa leo hii na kwa wakati huu. Tumsifu Yesu Kristo. Nilikuwa mimi Padre Joseph Mosha kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Asante.